Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Leo tunaenda kuanza kipindi chetu cha tafakari la neno la Mungu. Kabla tujaanza, watazamaji wote waweze kuwa na Biblia zao, tujiandae na tafakari letu. Kwanza tuanze kwa maombi kwa kumshukuru Mungu. Asante Mungu Baba siku ya leo kwa kutulinda kuanzia asubuhi mpaka sasa. Tunapoenda kuanza kipindi chetu cha tafakari la neno. Mwenyezi Mungu aweze kutubariki kianze na kumaliza salama. Katika njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Basi tunamshukuru kijana kwa kutufungulia kwa maombi. Basi ni jambo jema kushirikisha vijana wetu katika mambo kama haya ili waendelee kumtukuza Mungu. Nasema Mungu anatafuta watu wanaomwabudu katika roho na katika kweli. Lakini ili ajengeke afikie katika hali ya kumjua Mungu sawa sawa, ni lazima aanze aelewe toka mwanzo. Yaani amjue Mungu yeye kama yeye. Sio tu kwa sababu amezaliwa katika familia ya Kikristo, sio tu kwa sababu amekulia katika makuzi ya Kikristo anaenda kanisani kila Jumapili, hapana. Amjue Mungu yeye kama yeye. Akutane na Mungu. Kwetu ufundishe watoto wetu, mlee mtoto katika njia imfaayo na hata iache hata uzee wake. Mithali 22:6. Kwetu walee watoto katika njia zinazompendeza Mungu. Tuwachukue pamoja na sisi, tuwarithishe imani yetu, kile ambacho tunakiamini. Je, siku moja ambapo sisi hatupo, wataendelea kumwamini yule ambaye sisi tunamwamini? Wataendelea kumtukuza ambaye yule sisi tunamtukuza? Kwa ni swali ambalo ni changamoto kwetu sote, na hili ni endelevu, ni swala mtambuka ambalo tunatakiwa kuendelea siku kwa siku. Basi kama alivyotupa utangulizi, tunakutana tena kujifunza neno la Mungu. Na leo tutajifunza neno katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa mwanae Timotheo, sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 5, nami nitatangulia kusoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwepo nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapenda anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao jiepushe nao. Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mistari mitano ambayo hapa ni baba wa kiroho anamuonya mwanae. Paulo anamwandikia barua Timotheo, lakini barua ile sisi leo tunaisoma. Kwa haya maonyo Timotheo hayupo leo, ni ya kwangu mimi na wewe. Anasema lakini ufahamu neno hili, ya kuwa nyakati za ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Hasa hapo tunaweza kufikiria labda ni vita, labda ni tetemeko, labda sijui ni magonjwa, labda miaka kadhaa iliyopita 3-4 hapo, 4-5 labda, au pengine 5-6 hapo, dunia ilishtushwa na changamoto ya ugonjwa wa corona. Sasa hili shtusha kwa sababu gani? Ni ugonjwa pekee ambao kwa nyakati zetu ambao uliweza kugusa dunia nzima. Magonjwa mengine yanakuwepo upande fulani hayapo kwa sababu ya tofauti za kijiografia. Mfano, malaria ni ugonjwa ambao uko katika nchi za tropiki. Ndio maana wenzetu kutoka
bara Ulaya au Marekani wakija huku Afrika wakakutana na mbu, kwa sababu hawajazoea mazingira yale, hawana ya mazingira ya tropic kule kwao, wakiumwa na mbu wenye kueneza malaria, wakipata ya malaria inawasumbua sana. Tofauti na mimi na wewe, sio kwamba malaria ni ugonjwa malaria ni ugonjwa hatari, lakini tumeupitia mara kwa mara, kiasi kwamba wenzetu Zanzibar hapo wameutokomeza kabisa. Kwa hiyo nachotaka kusema ni kwamba kuna magonjwa ambayo yanaathiri eneo na eneo. Kuna eneo fulani yapo, eneo fulani hayapo, kwa sababu ya tofauti za kijiografia. Lakini huu uliathiri dunia nzima pamoja na tofauti hizo za kijiografia. Sasa ikashtusha sana. Kwa hiyo hapa anasema nyakati za ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Sasa utajiuliza, ni magonjwa, ni vita, ni sijui tetemeko, ni nini? Ni hizi Waingereza wanaita calamities. Hapana, sio calamities, sio majanga, sio zile ambazo wenzetu wanasheria wanaita act of God. Ni mambo yanayoletwa, yani yanayokuja bila, yani yamekuja, huwezi kuyazuia, ndio wanapenda kuyaita act of God. Kwa mfano, imekuja tu tetemeko, imekuja sio kimbunga fulani, sio tsunami, sio nini, vitu kama hivyo. Lakini anasema, anaanza sasa kutaja hiyo hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Jambo la kwanza linalotajwa ni ubinafsi. Tupo katika nyakati hizi ambazo sasa ubinafsi umekuwa ukitawala. Jambo ambalo lina manufaa kwangu, haijalishi lina madhara gani kwa mwingine, hilo ndo tutakaloenda nalo. Tumekuwa watu kujipenda wenyewe, watu wakuwa tunaangalia mambo yetu wenyewe, hatutaki kuangalia mambo ya wengine. Ukisoma waraka wa kwanza kwa Korinto sura ya 10 mstari wa 24, waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 10 mstari wa 24 nasema, mtu asitafute faida yake mwenyewe bali ya wenzake. Mtu asitafute faida yake mwenyewe bali atafute faida ya wenzake. Na iko hivi kwamba vile vipaji, yale mapaji ambayo Mungu anatupatia, iwe ni rasilimali kwa maana ya fedha, iwe rasilimali kwa maana ya muda, iwe chochote ambacho, kwa mfano leo tuna siku hii ya leo tumepewa saa 24 katika siku hii. Hiyo ni rasilimali ya muda. Sasa ninaitumiaje, unaitumiaje wewe mtu wa Mungu, inatofautiana hapo. Kwa kila mmoja ataitumia rasilimali hii kwa namna anavyo. Sasa Mungu anaweka vipaumbele vyake. Vipaumbele vyake viko kwa namna 3. Jambo la kwanza ni Mungu. Yani katika rasilimali, katika mapaji yote ambayo Mungu anatupatia, iwe ni fedha, iwe ni muda, iwe chochote kile ambacho Mungu ametupatia, cha kwanza ni yeye. Tumrudishie yeye kwa kumshukuru, kwa shukrani, kwa utukufu wake, tumrudishie sifa na utukufu yeye. Jambo la pili, tuwaguse watu wengine. Jambo la 3 sasa ndio sisi na mahitaji yetu. Sasa sisi tunabadilisha ile equation. Kipaumbele cha kwanza mimi, kipaumbele cha pili mimi, kipaumbele cha 3 mimi. Kwa hiyo wengine shauri yao. Anasema maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Sasa kama nakuwa na ubinafsi, maanake sijali mambo ya wengine, changamoto za wengine hazinihusu. Mimi naangalia kile ambacho kinanipendezea mimi, kile ambacho mimi kinanifurahisha. Na hii sasa huu binafsi umeenda kukithiri kiasi kwamba sio tu baina yetu sisi kama sisi wanadamu kwa wanadamu, bali inaenda mpaka sasa tuna ule ubinafsi unazaa mizizi ndani yetu kiasi kwamba hata kwa Mungu tunaupeleka. Kila siku sisi ni wakwenda kwa Mungu kumuomba
baba nipe hiki, baba naomba hiki, baba ni hivi 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 hivi. Kila siku tunaenda na listi ya mahitaji. Hakuna ubaya wowote kuomba mahitaji yetu kwa Mungu, kwa sababu anasema yeye mwenyewe anajishughulisha na fadhaa zetu. Ukisoma waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 anasema muendee, kwa sababu yeye anajishughulisha sana na fadhaa zenu. Kwa hiyo anahitaji tumweleze mahitaji yetu. Yes, yeye ni baba, lakini kuna tofauti kati ya yeye kuwa baba na yeye kuwa bwana. Baba ni provider, anatupa mahitaji yetu. Baba ni sustainer, anaendelea kutupatia, ni endelevu, hachoki, anaendelea kutupatia. Lakini ni protector, anatukinga, anatuwekea ukigo. Ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu, anasema Mungu na shetani wote walikuwa wanajua kwamba kuna ukigo ambao Ayubu alikuwa amewekewa, ingawa Ayubu mwenyewe alikuwa hajui. Kwa hiyo Mungu anatukinga. Sisi wenyewe ni mashahidi katika maisha yetu. Kuna mambo ambayo tumepitia, tunatoka pale hatujui tumetokaje. Anasema ni Mungu tu. Kwa hiyo ni Mungu ndo anayetuvusha katika changamoto hizi mbalimbali. Kwa hiyo yeye kama baba anatuprotect, anatukinga. Yeye kama baba anatusustain, anaendelea kutupa siku baada ya siku. Jana alinipa siku, leo amenipa siku, kesho atanipa siku tena. Kila siku ananipa masaa 24, kila siku ananipa chakula, kila siku ananipa mavazi, kila siku ananipa. Nina miaka hiyo alionijalia mpaka sasa, lakini bado anaendelea kunipatia. Toka tumboni mwa mama yangu amekuwa akinilisha mpaka leo hii, na mpaka na mvi, bado anaendelea kunilisha. Na anaendelea, wako wengine wenye umri zaidi ya mimi, anaendelea kuwalisha na wenyewe pia. Lakini pia ni protector, ni sustainer, ni provider. Kwa hiyo tunamwendea tu kama baba. Kwa hiyo kwa sababu yule ubaba wake, na yeye anaendelea kutupatia. Kwa hiyo tumekuwa unajua hapo sasa tunabaki kuwa watoto kiroho. Tunakuwa tunapokea tu. Kwa hiyo tunajua tu kwamba ni nipe. Huku umeshikilia. Yaani mpaka hata nafasi hakuna tena. Lakini bado tunataka vitu vije kwetu tu. No. Haiendi namna hiyo. Pia kuna nafasi, Mungu ana majina mengi. Hilo tumeliangalia la baba. Lakini Mungu pia ni Bwana. Kama ni Bwana, yeye ni juu ya yote. Kama ni Bwana, yeye ndo anatakiwa atuongoze nini cha kufanya. Submit, tuwe chini yake. Yeye yuko juu, sisi tuwe chini. Tunyenyekee chini ya mkono wake ulio hodari. Tujinyenyekeze chini yake. Yeye atuambie nini cha kufanya. Atuelekeze nini, tuenende namna gani katika maisha yetu. Kila siku tunafanya nini. Na akisema hichi usifanye, tuache kufanya. Kwa hiyo sio kila siku tu sala zetu iwe baba naomba, nipe. Tunaenda kwa Mungu kama duka la mangi. Hapana. Inafika sehemu tumwambie samahani, Baba, unataka nini kwangu? Nifanye nini ili niueneze ufalme wako? Unataka nini kwangu? Unajua kitu muhimu sio tu Mungu kujibu maombi yetu, kwa maana ya kwamba kile tulichokiomba kijibiwe. Kitu muhimu zaidi ni sisi kubadilika kuwa vile Mungu anavyotaka tuwe. Nitarudia. Sio tu kupata au maombi yetu kujibiwa. That's very nice. Maombi kujibiwa yanakuza imani, kunyanyuka kwenda katika njia, level nyingine ya imani. Lakini haiishii hapo tu. Lazima tubadilike sasa. Tuwe kile kitu ambacho Mungu anataka tuwe. Tuwe vile ambavyo yeye anataka. Ndio anasema maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiowatii wazazi wao. Kama hakuna utii kwa wazazi, maana yake hapo kuna uasi. Kukosa tukishaingia katika uasi, maana yake tayari tumeziacha njia za Mungu, tumeingia katika njia za yule muovu. Dhambi ambayo ilimuondoa Lucifer mbinguni ni uasi. Ndio ilimfanya akaondoka alipoleta yale aliyoyaleta. Kwa hiyo tayari wako watu ambao hawatii wazazi wao.
Mtu anamuuliza mzazi wake kwamba kwani umetumia shilingi ngapi kunisomesha nikurudishie? Anaongea kwa jeuri kabisa. Hii ni hatari ambayo Mtume Paulo anatukumbusha. Neno la Mungu leo linatufundisha kwamba hizi nyakati za mwisho zitakuwa za nyakati za hatari. Kwa sababu gani? Ya hili na haya mengine anayoendelea kuyataja. Anasema wasio na shukrani. Tunakosa shukrani hata kwa Mungu. Achilia mbali kwa sisi baina yetu wenyewe. Tunakosa shukrani hata kwa Mungu. Tunakosa hata muda wa kukaa na kumshukuru Mungu na kumtukuza kwamba Baba, asante kwa siku njema hii leo. Asante Baba, umenilinda. Asante Baba, umenipa zawadi ya uhai. Asante Baba kwa afya. Asante Baba kwa huu mwili ulionipatia. Kuna mambo mengi ya kushukuru. Badala yake tumeingia katika manunguniko, tumeingia katika malalamiko, tumeingia katika kutokuwa na mioyo iliyochangamka. Anasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Kwa moyo ambao umechangamka unamtukuza Mungu, unaona sifa, unamuona Mungu kama Bwana, yeye liko juu, sisi tuko chini. Sasa tukibaki tu kwa siku zote watoto, hatuwezi kuwa warithi. Na mojawapo kati ya maeneo ambayo yanasababisha sisi kuendelea kuwa watoto ni pale ambapo tutakuwa na ubinafsi ule umimi, kila kitu mimi. Hapo tunaondoka katika njia za Mungu. Sasa Mungu anasema, ukisoma Injili hii ya Marko, anasema mtu akitaka kunifuata ajikane mwenyewe. Injili inatuambia kwamba mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe. Kujikana mwenyewe haina maana kutokujijali, kutokuujali mwili wako, kutokuwa kujiangalia uwe vizuri, uwe safi, uwe nadhifu. Hapana. Kujikana mwenyewe maana yake ni kwamba kuacha kuangalia maslahi yako mwenyewe na kuangalia maslahi ya wengine. Anasema ubebe msalaba wako kila siku. Kwa hiyo yale ambayo tunayaona kama ni mizigo, yale ambayo hatuyapendi katika maisha yetu, bado yako miongoni mwetu, yapo katika maisha yetu. Lazima tuyabebe kama msalaba. Kile ambacho tunakiona kwamba hatukipendi, na ndicho kilichopo. Sina maana kwamba tuzoelee tabu au tuishi katika shida. Hapana. Huku amesema nyakati za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari. Kwa nini? Kwa sababu ile ubinafsi. Na Yesu anasema ukitaka kunifuata lazima ujikane mwenyewe. Sasa angalia dunia inavyotuambia sasa hivi. Ukitaka kila kitu jiangalie wewe. Raha jipe mwenyewe. Anasema raha jipe mwenyewe. It's all about me. It's all about me. Kila kitu ni mimi. Lakini Yesu anasema ukitaka kunifuata mimi, jikane mwenyewe, ujituke msalaba wako, ndipo unifuate. Kwa hiyo lazima tuangalie sasa kwamba je, tunatenda vipi mambo yetu? Tunaenenda katika njia gani? Sasa huu ni mtiririko wa mambo. Baada ya kuwa na ule ubinafsi, ukizaa unaenda kutengeneza nini? Tamaa inaenda kuleta kwamba tunaanza kupenda fedha. Unajua fedha ni chombo, ni tool, ni kama hii notebook. Inanisaidia pale ambapo nataka kuchukua notes fulani, nataka kuweka kumbukumbu fulani, siku ambayo nakuja kurifaa tu, nasoma na kumbuka kitu ambacho nilikuwa nimekiandika. Unaweza ukawa na chombo kingine, tuseme hata kiatu. Kiatu ni kitu kizuri, lakini ukienda kulala upande nacho kitandani, unakivua kwa sababu ni chombo. Kwa hiyo kinakufaa. Kuna sehemu ambayo unatakiwa kuwa nacho, kuna sehemu ambayo hutakiwi kuwa nacho. Kwa hiyo pesa nayo haina tofauti, nayo ni chombo. Pesa sio mbaya wala sio nzuri, inategemea iko katika mkono gani. Ni mkono kama vile nyundo inaweza kugongea msumari, na msumari kutengeneza furniture kama hii ambayo inatumika kama hapa ambapo natumia meza hii. Nyundo, mkono uliotumika kugongea msumari hapa umesababisha hii meza ikakaa vizuri. Kwa hiyo pesa nayo ni tool, ni kifaa.
Kikitumika vizuri kinaleta matokeo chanya, kikitumika vibaya kinaleta matokeo hasi, ndio kinazaa tamaa. Sasa ile tamaa ya fedha ndio inasababisha ule umimi, kwamba hata cha mwingine nikitake mimi. Inafikia sehemu hata watu wanataka kutoa uhai wa mtu mwingine ili akipate kitu alichonacho. Hiyo ni tabia ambayo ni ajabu mno. Ndio maana nasema nyakati za mwisho ni nyakati za hatari, na hii inasababishwa na nini? Ule ubinafsi. Kwa hiyo ubinafsi unapoendelea kukua unasababisha tamaa. Tamaa inaleta kupenda fedha. Kwa hiyo fedha haina ubaya wowote, lakini tunapoipenda, yani tunapoingiwa na ile tamaa, greediness, kwamba yangu, ndio tunafikia sehemu mpaka hata unaua. Unafikia sehemu sasa unaweza kuingia katika njia ambazo sio za kumpendeza Mungu ili mradi upate kitu fulani. Wenye kujisifu. Kwa hiyo majigambo yanaanzia hapo. Ukishakuwa na fedha, ile tabia iliyokuwa ndani inaji-expose, inatoka nje. Huwezi kujua kama una majivuno au una kiburi. Anasema pata fedha tujue tabia yako, hasa kwa wanaume, kwamba ukiwa na fedha. Lakini pia hata kina mama tunaona ina expose ile hali ya moyo ya kile ambacho kiko ndani yetu. Kiburi ni jambo lingine ambalo nalo lilimdondosha shetani kutoka kuwa malaika wa sifa kuwa huyo aliyopo sasa, kutupwa kabisa katika shimo la moto. Kwa hiyo kiburi kinasababishwa tena na ile tamaa ya fedha. Anasema wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani. Kukosa shukrani mbaya sana. Wasio safi, wasiowapenda watu wa kwao, wasiotaka kufanya suluhu. Kuna mtu anakuambia sitamsamehe daima, lakini kwanza ni nini? Ubinafsi, kwamba unajua maumivu ninayoyapata mimi. Kuna maumivu makubwa kuliko, kuna kitu kikubwa kuliko mtu kufa kwa ajili ya wengine. Mtu asiye na dhambi kufa kwa ajili ya wenye dhambi. Bwana wetu Yesu Kristo alitoa uhai wake kwa ajili yangu mimi na wewe. Kwa nini mimi na wewe hatusameheani? Kwa nini mimi na wewe tunakosa moyo wa shukrani kwa Mungu? Tunakosa moyo wa kusameheana sisi kwa sisi. Kwani mimi sifanyi makosa? Kwani wewe hufanyi makosa? Kila ambacho wewe unasema kwamba kamwe abadani siwezi kumsamehe mtu huyu, kesho na wewe unaweza kutenda kitu hicho hicho. Je, na wewe usisamehewe? Kwa hiyo tunapokuja kwetu tunataka tusamehewe, lakini kwa mwingine hatutaki kusamehe. No, haiendi namna hiyo. Wasingiziaji, wasiojizuia, kutokuwa na kiasi. Tunda la Roho ni anataja pale Wagalatia 5:22 mpaka 23. Tunda la Roho anataja pale, moja wapo kati ya ni flavor za tunda la Roho, anaita moyo wa kiasi. Lazima tuwe na moyo wa kiasi. Wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna. Kwa hiyo hizi ni hatua moja kwenda nyingine, nyingine hivyo. Kama unapanda ngazi kwenda gorofani, ni hatua moja baada ya nyingine unajikuta uko gorofa ya kwanza, hatua moja baada ya nyingine uko gorofa ya pili, hatua moja baada ya nyingine uko gorofa ya tatu, mpaka unafika gorofa 40, ya 50, ya 60 huko, ya 100 na kitu. Hatua moja inakupeleka katika, lakini chimbuko hasa ni nini? Ni hapa kwenye ubinafsi. Kwa hiyo tunatakiwa kurenew akili zetu. We should renew our mind. Turudi kwenye default mode. Tuliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Turudi katika njia zile ambazo ile sura ya Mungu. Turudi katika tabia za kiungu, upendo, msamaha, utu wema, moyo wa kiasi, uvumilivu na mambo kama hayo. Tunda la Roho, nimesema tena hapa Wagalatia 5:22 na 23. Tusimame katika njia hizo. Matendo yale yanayompendeza Mungu ndiyo yakae kwa wingi ndani yetu. Tujijenge katika neno la Mungu. Tujijenge katika njia zinazompendeza Mungu. Tukimbie uovu. Jambo la kwanza la kukataa ni ule ubinafsi. Tunapokataa ubinafsi, kuna kitu kimoja amekitaja hapa mwishoni, anasema anasema wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Sasa hivi tukisema hapa kwamba kuna show ya wasanii sehemu fulani, kiingilio ni 100,000, na kuna ibada inaendelea kanisani, hakuna kiingilio, watu wengi wataenda wapi? Tujiulize, mimi na wewe tungeenda wapi?
katika hayo maeneo mawili. Wapenda anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao jiepushe. Kwa hiyo kuna wengine ambao wanaonyesha ile purity kwamba wanajitenga na uovu, wanamtafuta Mungu, wanautafuta uso wa Mungu, lakini wakikana nguvu zake. Kwa hiyo ule utauwa tena wanaokuja kwenda kinyume chake. Lazima tuijue, ili tujue tuweze kupambanua mambo, ni lazima tuzijue kuna sauti tatu. Kuna sauti ya Mungu, kuna sauti ya dunia, kuna sauti ya shetani. Sauti ya Mungu, ambayo sauti ya Roho Mtakatifu, ni ile ambayo inaenda sawa na neno la Mungu. Sauti ya pili, sauti ya ulimwengu, inapingana. Sauti ya shetani inapingana, inaenda kinyume na neno la Mungu. Neno la Mungu linasema samehe, linasema never. Utaonekanaje? Na sauti ya ulimwengu inaenda tofauti kabisa, inaenda kinyume cha neno la Mungu. Tumeona hapa mfano, anasema mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, wakati ulimwengu unatuambiaje? Raha jipe mwenyewe. Kwa hiyo unaona kwamba sauti hii ya ulimwengu inatupoteza. Kwa hiyo tukishajua hii, tujijenge zaidi, tubadili, kama anaposema katika Warumi 12 mstari wa 2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, myajue mapenzi ya Mungu yaliyo mema na kupendeza na utakatifu. Kwa hiyo tubadilike nia zetu, neno la Kristo likae kwa wingi mioyoni mwetu, tubadili fikra zetu, tutafute utukufu wa Mungu, tujiweke katika njia ambazo zinatupeleka kumtafuta Mungu kuliko kuutafuta ulimwengu. Ulimwengu utapita, lakini neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tufunge. Baba yetu uketie mahali pa juu palipoinuka, tunakushukuru kwa siku njema hii leo. Asante Baba kwa neno lako. Asante kwa kutufundisha. Umetufundisha Baba kwamba ubinafsi unatutenga, unakuwa na kwenda hatua kwa hatua mpaka kutuingiza katika uangamivu, na hii ni hatari ya siku za mwisho. Tunaomba Baba tuepukane na hatari hii. Tunaomba Baba tujikane wenyewe, tujitwike msalaba wetu na kukufuata wewe siku kwa siku, na mwisho tuje kwako juu. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu na kushukuru. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi niwatakie siku njema na tuendelee kusimama katika njia hizi, tukimtukuza Mungu, ambapo atatupa sasa kibali mbele yake na mbele ya sisi wanadamu wengine. Muwe na siku njema.